I'm a parent in this school. I'm a parent of daycare. Mzazi wa daycare. And to be precise, mzazi wa kwanza wa scaffold. First of all, I want to thank our dear head teacher. Kuna watu wanakuanga wako na imani kwa hii dunia. Yaani unakuja, unachukua building, unaandika numbers na unakaa. Na una mzazi hata mmoja. That actually it's God. Sindio? Yeah. Si wengi wanaweza kuwa na imani kama hiyo. But let me start from the beginning. Mwanzo kabisa I passed by. Nikaona hii building na numbers. And initially, this was my friend's house. So I used to come there to visit. Then nikapita siku moja nikapata imeandikwa ABCD, nikashangaa. What is going on? I called her, kaniambia mimi nilihama siko hapo. Then I wondered, ulihama alafu kaandika ABCD. Then pitapita hapa around, you know the community. Watu wakiona kitu mpya, how they react. So mimi nikapita, nikasikia mtu anaanzisha shule hapa. Ati hatawezi. Hapa ana hata mtu na amechora tu vitu kwa gate. So I wondered. And by that time I used to take my boy kwa nyumba ya mtu. Mimi ni mwalimu, so ningeamka asubuhi I prepare, nipike kila kitu. I pack bag kubwa na mtoto. Mtoto anaenda different direction, mimi naenda different direction. So nichukue pikipiki kwanza tu ya kupeleka mtoto. Nifike huko. Mwenye daycare yako juu ya gorofa. Nipande gorofa niende na mtoto kwa, it was tedious. By the time natoka huko, hujafika shule ndio umesweat. So unashinda nirudi kwa nyumba kwanza ama nini? So hiyo harakati mimi nikaona wameandika hapa daycare. Let me check because I come from within hapa tukaribu. So nikakuja mara ya kwanza, in fact sikuingia. Nilifungua tu gate nikachungulia na nikarudi. Nikasikia hapo nje kuna semaji. Nasikia huyo ni Mkikuyu. Na ukisikia neno Mkikuyu, you know what that means. Pesa. Uko usiende bure na usiexpect kitu kidogo ati wewe unalipa 100-200. Shauri yako ukienda huko. So nilipita but so many days. Naangalia tu naenda. Naangalia na one day I mastered courage. Nikajiambia kuwa Mkikuyu asikuwe Mkikuyu mimi na yeye leo. So I came. Kuingia. Actually nilimpaka kutoka ndani peke yake. Naandika sisi yalikuwa naandika mwenyewe anajua. I talked to her na mimi nikikuja niliexpect kupata mtu very fierce. But nikapata she's welcoming. Wenye me-interact na yeye mnajua sika. Ni mzuri sana. In fact, mimi na wild ideas zangu za mapesa. In fact, she never took me that direction. Baka nikajiuliza kwa nilikuwa naogopa nini kuingia. Then wakati nilikuja, tukaongea bargaining power tukaelewana. Then nikapiga hesabu ya pikipiki na gorofa. Nikasema huko sirudi. I came. The following morning nikamletea mtoto. Wakakuwa tuna yeye hapo wanacheza. Yeye na mtoto wawili. Even teachers were not there. And the way she is, mtu akimwangalia na huyu ni mtu high class, ndio? Alafu umemletea mtoto akulele. Kind of madharau, ndio? Watu wakiangalia wanaona ni madharau, but she's very humble. So mimi nikawa nakuja, ningetoka shule mapema, sometimes nakuja tunakaa hapa na 4 hours tukipiga tu story. Ndio ameshinda na mtoto, hana mtu wa kuongea na yeye, so ukikuja mnapiga tu story. She was very nice to me. And hiyo tu ya nilikuja nikatest waters. Kutoka nje watu wakaniuliza, unaingianga hapo? Na mimi sinaingia. Ati yako aje? So I became the marketing agent. Hadi wenye tulikuwa tunaenda nao gorofa wote niliwatoa wako hapo. They followed me after kusikiza. And then also we found the place is so spacious, very clean. Mwenye shule, she's very caring. In fact, hutawahi pata mtoto analia hapa. Ndio sasa tuna shida nyingine. But tu amechokoza ovyo, it is not
actually huwezi pata. So my boy was very comfortable. Na ukiona tu unapeleka mtoto daycare na anakuuliza tutaenda saa ngapi? Then imagine ni kuzuri, si ndio? Kama ungekuwa kubaya wengine wanakwama hata wataki kwenda shule. But my son up to now ni mdogo lakini anapenda shule. And akikuja hapa hapo anajua kuongea vizuri. But right now he speaks English na kwa daycare. Na mtoto wa daycare anakuongelesha unasikia tu open, unashangaa tuna open the door. Congratulations Walimu, it is not easy. Especially Madam Sophie, uko na roho nzuri, Mungu akubariki sana. Then the very first pupil mwenye sasa alikuja kusoma alikuwa amefukuzwa actually kutoka kwa shule yake. So mimi nikakuja nikampata hapa kuna mtoto haongei amekuja kusoma. Akaniambia huyu I'll make sure he talks. So nikamwangalia, mimi ni mwalimu, nikasema akikueleza zingine wazazi utujaribu. Anamwambia andika. Anachukua kalamu anaweka kwa kitabu na anaanza kumwangalia. Akaniambia give me 3 days you will see. I came back the following week. Mtu alikuwa anaandika vizuri, anapanga vitu kwa laini, tena anaongea. Then nikasema actually I don't know how you do it, but you are just a good teacher. Mtoto anasoma vizuri sana, I've been monitoring him. Actually mtoto ni mzuri sana. Sasa hata kirudi kwenye walimtoa sidhani kama wanazaamini. Sometimes sisi walimu huwa tunakuwa impatient. Nataka mtoto akuje tu na afanye chenye unataka. Especially wakiwa wengi. Your patience inakuwa kidogo. Unaona mbona huyu nimemwambia anafanya, huyu anafanya na huko na shida gani? Then unaona mwalimu anasema acha nishughulike na hao wenye already washashika huyo baadaye. But here that's not the case. Hao watoto wote wanashughulikiwa, and as a parent I'm proud of this school. I'm proud of the teachers, especially the head teacher. She's very understanding. Back to the daycare, I've really marketed and expect you to do the same. Sijui kama nyinyi pia wao mnatafuta watoto. Mimi nikikutana na katoto hapa mama anaangalia ni kama amepotea. Unatafuta daycare? Ndio hii hapa. Do the same, let us help. This is now our school. We market it, and the weather is also conducive. Look for more pupils to come to this school. Wewe mwenyewe ongezea, hata wewe mwenyewe uko naye tayari ni mkubwa, add more and bring the pupils to school. Tuongezee watoto, tutafute, we market. And I think also the way nimesema hapa, it is open. Chenye mimi nimeambiwa wewe usingangane nayo, you come and do your own talking, okay? Yeah. We have the fee structure. I think they give us, or they put on the online platform, tutaiona. Use it to market the school. Sometimes put something on status about scaffold. Hiyo pia inasaidia. Utasikia mtu akikuuliza iko wapi, then you find Komara. Actually this is the only good daycare around here, if I'm not wrong. Kuna ingine? Hakuna. So let us help. Kuna wengi wako huku nje hawajajua. Let us help our neighbors. We can go even out to look for more parents and make this school flourish, and let us make it populated. Daycare ikiwa na watoto wengi inamaanisha pia playgroup, PP1, hizo zote zitapata wanafunzi. And for us who have been in daycare, I hope you are not planning to run away. At a graduate, I think from here natuongeza another class. I have not heard her say, but I know there is another class. So talk hapo so nenda grade 1. Yes. So she should be preparing grade 1 for us. Let us not go elsewhere. This is our school. It is close by, it is conducive. Wanafunzi wanakuwa taken good care of. Let us embrace our school and embrace our teachers. Thank you and have a good afternoon. Tupigie makofi ambayo imejaa jamani. Umesikia speech? Speech ni ya mwalimu, speech ni ya mzazi, na speech ni ya mtu ambaye anajua maana ya masomo ni nini. Si ndio?